Kwa hivyo Bwana wabariki, Bwana watendee mema katika jina la Yesu Kristo. Na kuna neno nataka kulinena kwa njia ile Roho Bwana ataniongoza. I will not keep you long because najua kuna mambo tunataka kufanya na tutafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Yes. Eve, siniupatiwe microphone. Patia Eve microphone. Hallelujah. Romans 10 verse 17. Tunasemanga hiyo every time. Inasema namna gani? Faith comes by hearing, and hearing the word of God. The more you continue hearing and hearing and hearing the word of God, your faith develops. Your faith grows. Ni kama vile uwezi enda panda mahindi pale, halafu ukataka kuweka mazi, hiyo mahindi itaoza, hiyo mahindi itakauka. Lakini ukiweka mazi pale ijemeneti, ipate kutoa ile mizizi yake, iendelee au tarala ukiota ndoto za kugustua, au tarala ukiota na waliokufa miaka ile wanakutembelea, wanakuambia tunakungojea. Ukiona mwanzo. Hallelujah. Faith comes by hearing. I want you to hear the word. Genesis 32:22 to 32. Hallelujah. Yes, my sister. And it says, Isaiah 22, that night Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, and crossed the ford of Jabbok. 23. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. 24. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. And you underline that word, that he was left alone, because my topic today, it is to be alone with God. You can underline that word. He was left alone. Yes. He was left alone. 25. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was stretched, and he was wrestled with the man. 26. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." 27. The man asked him, "What is your name?" "Jacob," he replied. 28. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." 29. Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. 30. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." 31. The sun rose above him, and as he passed Peniel, and he was limping because of his hip. 32. Therefore, to this day, the Israelites do not eat the tendon attached to the socket of the hip, because the socket of Jacob's hip was touched near to the tendon. Amen. Amen. Blessed be the name of the Lord. Now, I'm talking to you about alone with God. Tell your neighbor, alone with God. Now, there is this man that we call him Jacob. You see, the Bible says, "I'm the God of Abraham." Nataka kusikia kutoka kwenu because tunasoma. "I'm God of Abraham, Isaac, and Jacob." So we are not talking about Isaac now, we are talking about Jacob.
And there is a reason why God said, I am the God of Jacob. And when you come here, and the Bible says, when we have read, and he rose that night, and he took his 2 wives, and the school wake wawili, and the 2 female servants, and his 11 sons. And the Bible says they did what? They crossed over to of Jabbok. Kwa hivyo alikuwa kule, punda akaziweka kando kule, na maandiko inasema hakuwa akitaka wawe karibu na yeye, because he wanted to seek the Lord. And the Bible says he was left alone. And when he was left alone, the Bible says what? A man came and with him. Na wakang'ang'ana, they wrestled the whole night, wakalestle the whole night until the day break. Alafu yule mtu akamwambia, please leave me, niachilie sasa, naona kumekusha. Akamwambia, hapana, unless you bless me, mimi sitakuachilia. Ndio unaona huu mtunzi wa huu wimbo tunaimba katika worship aliutoa hapa. Bwana naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Israeli ni nini? Mbarikiwa. Praise the name of the living God. Na jina lake likabadilishwa, which means when we are tukiwa tumekuwa set apart with God na tuko alone na Mungu, kuna mambo fulani Mungu anatubadilishanga. Kuna mambo Mungu atakubadilisha katika maombi. Kuna mambo Mungu atakubadilisha saa ile unaomba kuwa pamoja na Bwana peke yako. Hallelujah. And it is my prayer that God may take you to that level where you desire. Not that kwamba prayer partners are bad, ama watu wengine kuomba nao ni vibaya. Lakini kuna wakati inafika, hauhitaji ile person around you. Unahitaji wewe peke yako na Mungu. Sema hallelujah. Many years ago tukiwa kwa hema, kuna mtu alikuwa anaomba hapa ndani. Nikikuja saa 7 every day nakuta amefunga na vitu na kuweka viti mpaka nakaa pale nje. Akaniambia, pastor, niliamua ile maombi nilikuwa nataka, sikuwa nataka mtu asikie yote, nilikuwa nataka kuwa pamoja na Mungu. Na nikamwambia endelea. Praise the name of the living God. Because kuna wakati mwingi hauhitaji watu, unahitaji kuwa pamoja na nani? Na Bwana. Umwage roho yako mbele za Bwana. Usimwage mbele ya uso wa Bwana. Hallelujah. Huyu Chiko aliacha kila kitu, akaacha watu, na ni watu wa maana amewaacha. Akasema, no, msinifuate, kaeni kule. And the Bible says that he was alone. It is my prayer. Yes, let's pray as prayer groups, as prayer intercessor, we team together with your prayer partner, but set a time saa ile utakuwa peke yako uko na Bwana. Ubaki peke yako na Bwana. Saa ile uko peke yako na Bwana, saa hiyo ndio Bwana anakuhudumia. Saa hiyo ndio Bwana anakuzungumzia. Saa hiyo ndio Bwana anakuambia, anakunenea, anakuambia wewe ni mtu wa maashira. Wewe ni mtu ambaye you don't forgive people. Na ndio Mungu anakuonyesha, unaona kama yule so au musamei, na ndio unaona mimi sikutumii. Hallelujah. Anakuambia shida yako ni 1 2 3, na utaanza kulia, utaanza kumwaga machozi mbele ya uwepo wa Bwana. Na baada ya hiyo unaambia Bwana, nisamehe, nitafanya 1 2 3 kulingana na maagizo yako. Praise the name of the living God. So desire kuwa na characteristic hizi za Jacob. Maana Jacob anasema he was left alone. And I no wonder why God says, I am the God of Jacob. The Bible doesn't say that God said, I am the God of Moses. If there is somebody who did a lot of things of the kingdom of God here on earth, it was Moses.
Hallelujah. Even the Bible says there was none like Moses on the face of the earth. He was meek, he was gentle. Hakukuwa na mtu kama huyo, lakini God never said, I am the God of Moses. Oh, hallelujah. He never said the apostle that we know, Peter. He never said, I am the God of Peter. He never said, I am the God of John. God is very selective kwa wale watu ambao anataka aushishwe na Mungu hataki kuushishwa na kila mtu. Na ndio naweka karatasi ya mtu mmoja hapa, Jacob. Siongei mambo ya Abraham na siongei mambo ya Isaac. Anasema Jacob. Na ukiangalia maisha ya Jacob, unaona Jacob maisha yake vile alikuwa, saa nyingine alikuwa anakaa kama conman, unakumbuka? Alikuwa ameishi maisha ambaye si mazuri katika Biblia, lakini alizitolea na alikuwa na moyo wa kutafuta Mungu kama Daudi. Na ndio Mungu anasema ya kwamba mimi nitaitwa Mungu wa huyu mtu. Praise the name of the living God. Si Mungu akuangalie katika hiyo kijiji yenu, katika hiyo familia umetoka, na Mungu aseme ya kwamba na mimi nitaitwa Mungu wa mtu fulani wa hii mji, aitanishwe na jina lako. Katika hiyo kijiji yenu, the chief anasema, if you follow that young man, the God of that young man in this village, hii village itakuwa nzuri. Mukifuata desturi ya yule msichana wa mzee fulani, hiyo hawa wasichana wa hii kijiji watabadilika. Yaani even the chief na hata wale wako area hiyo wanaandimaya vile unakaa, vile unavaa, vile unatumikia Bwana, vile unaishi maisha mazuri. Hata wengine wana emerate, wanasema ningependa mtoto wangu akae kama mtoto wa so and so. Praise the name of the living God. I say hallelujah. Jacob was left alone. And then a man came and blessed with him. Who was this? An angel of God. When you are left alone, there is something you must restore with in your life. Kuna kitu lazima utakumbana nacho katika maisha yako. Maandiko inasema Lesto alifanya kazi. Maandiko inasema baada ya hiyo wakang'ang'ana. Malaika akaona atakutwa hapa na watu asubuhi, wanafunzi wakienda shule na wengine wakienda kwa biashara. Tafadhali amwambia wacha wakubudi hapa waone vile malaika anakuanga, sikuachini. Malaika anaona mtu wako serious. Mungu anataka kuona your seriousness na yeye. Hallelujah. Vile unamtumikia, vile unakaa maisha mataua matakatifu, Mungu anataka kuona your seriousness. Maandiko yanasema akamwambia tafadhali, condition moja, unibariki. Praise the name of the living God. I say hallelujah. Na mimi nataka muwe pamoja na Bwana, umshikilie Bwana mpaka malaika akushukie, mpaka nguvu za Mungu zishuke katika maisha yako. Hallelujah. Najua this days malaika ama Yesu akikuja, unataka nikufanyie nini? Hapa wote 100% pesa. Tunapigia pesa ndio kila kitu. 1 million, 10 million. Hallelujah. Tell me, money is not everything. Jesus is the answer for everything, for every reason. Praise the Lord, for every problem. Maandiko inasema malaika akampiga kisigino chake hapa, akateguka, akaanza kurepu, ndiye alimwachilia. Baada ya hiyo akambariki. Jacob alipotoka Jabbok, alipoenda ng'ambo hiyo nyingine, waliona wake waliona Jacob hakuwa kirembo. After the sons, 11 sons wakaona aya ndiye huyu anakuja hakurembo, lakini sasa anakuja akirembo kama mtu ameteguka. Kuna kitu kilionekana katika physical ya mwili wa Jacob na kikamaanisha ya kwamba kuna kitu kimemtendekea Jacob. When you spend
your time, quality time with Jesus in the presence of the Holy Spirit, kuna kitu kitatendeka kwako katika ulimwengu wa kiroho. Na kitu kikitendeka katika ulimwengu wa kiroho, even in the physical, we will see it, we will experience, we will see kuna kitu kimetendeka kwa huyu mtu. You cannot spend in the presence of God then unatoka kuwa mkavu, maisha yako izabadilika. No, when you leave the presence of God, when you come like in this service, let me tell you something significant. It will show that ya kwamba kuna kitu kimetendeka kwako. Maongeo yako itakuwa tofauti, uso wako utakuwa tofauti, kwa sababu kuna kitu tunaona. Jacob was reaping, hallelujah, physically, lakini kiroho alikuwa amebarikiwa. Hallelujah, I say hallelujah. Mimi naomba hapa mtafute Bwana mpaka kitu kitendeke kweli. Utafute Mungu mpaka usikie umempata, kitu kikutendekee katika jina la Yesu. Ukisika microphone kama hii, uwepo wa Bwana unashuka katika worship. Hallelujah. Ukisika microphone kama ama ukiinua mikono yako hivi, mapepo inaanza kupiga nduru kule katika jina la, kwa sababu ya uwepo wa Bwana ambao umebeba katika jina la Yesu. Ukitembea hapa katika misi na katika soko, mapepo inakula meno. Ndio huyo. Mapepo, mashetani inaanza kuongea na kudhihirika ndani ya wasichana na vijana na wamama, mapepo ikiongea kwa sababu ya ule uwepo umebeba. Hallelujah. Sidio kitu kikutendekea katika jina la Yesu. Kuna mhubiri mmoja pale napenda Uganda, akona the biggest church pale Uganda, anaitwa Robert Kayanza, na alienda kuomba na kufunga for many days, they were 21 days. Na akatokea kwa soko, alikuwa vile amemaliza mfungo wake, na sasa anataka, akona pesa, anataka kununua pale kwa soko fruit ili aende akafungue mfungo wake. Mahali aliongozwa kule, mama alikuwa kwa soko akiuza pale, akampatia, nipatie hizi mahembe, nipatie hizi ndizi, nipatie hii machungwa. Alipompatia, akimpatia ile note, alipoguza ile note, ile mama akaanguka, akaanza kupiga nduru, akaanza kuvingilika, akaanza kutoa ulimi, mapepo ikaanza kumanifest ndani yake. Watu wa soko wote wakakuja, akakemea ile pepo, akaikemea. Yule mama akakombolewa. Alipokombolewa akasema ya kwamba kuna ilizi ya nyoka nilikuwa nimefungilia hapa, ndio ninauzanga naye, nafanyanga biashara naye, ndio watu wa soko wote wamuzi wanakujanga na watu wote wanakuja kununua. Sasa saa ile niliona umekuja ukinipatia pesa, niliona malaika amesimama mbele yako. Ukimpatia pesa namna hii, nguvu za malaika na uwepo wa Bwana, nikaanguka. Nyoka ile nilikuwa nimefungilia hapa, nikasikia inaanza kutoweka, ikiniambia toka hapa, ni hatari. Hallelujah. Baada ya hiyo, ule mama akakombolewa, akatoa ushuhuda kwa soko. Yule pasta akasema baada ya hiyo wote wamama wa soko wakampatia kila kitu walikuwa anataka. Akaenda akaweka kwa nyumba vitu vingi vya kukula karibu mwezi mmoja, na mama akakombolewa. Na hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa huduma yake pale Kampala, Uganda. Mungu akamuinua. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. I say hallelujah. Na mama akawekwa huru. Kwa hiyo tunaweza kuwa hapa tutadhani hapa katika hii soko na hii maduka, wengine wanauza na nguvu za manchi na uchawi. Walienda Mombasa, walienda Kitui, walienda Kisumu, walienda Zanzibar, wana nguvu nazo. Wewe ukiwaangalia unafikiria mtu ananunuliwa ama akona nduka hapa, na hapo ndio mnafurika kununua vitu.
Kumbe mtu ako na nguvu za uchawi na manchi, na wewe ndizo unaenda kukula kwa nyumba yako umeziweka, unaipasi nguvu za Bwana. Mtu kama huyo akiwa na hiyo kitu, ukiingia katika hiyo duka mashekereba, anaanguka, mapepo inaanza kutokea, na wewe unayakemea katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout hallelujah. Ndio watu watajua ya kwamba you have been alone with God. Praise the Lord. The moment you enter in your village, in your house, hizo nguvu zote ziko katika hiyo area, unazisambaratisha katika ulimwengu wa kiroho katika jina la Yesu. Hakuna mchawi anaweza operate area yenu as long uko hapo. Hakuna devil worship anaweza operate as long uko kwa hiyo village. Somebody say hallelujah. You go and go with this woman from America. She went to be with the Lord. Naitwa Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman. Very powerful. Alikuwa anajulikana ulimwengu wote. She prayed, she fasted. Na kule America, akitembea California na train. Kitu kama 2 kilometers square radius. Akukuwa na nguvu ilikuwa inafanya kazi. Akipitia kama ni hapa akienda kuhubiri. Kama kuna hospitali kwa hapa Chuka General ama Kenyatta General Hospital, wote wako huko wanaamuka, vipopo wanaanguka, viwete wanasimama, wale walikuwa na magonjwa ya kansa inaisha. Na Catherine Kuhlman mtu amelala kwa train, lakini ule uwepo ameubeba una affect the circumference. He never wasted time with the demons. Una cast the demon the whole day. Toka muko wangapi? 70. Toka 100. Toka lekelelele. Ukiona mkifanya miza kama hizo, hamuna nguvu. Hamuna nguvu. Jesus, the Bible says Jesus spent much time in the presence of God in prayer. And when the demons saw Jesus, they fell down. And the Bible says what? Jesus, just the other day, they have not grown spiritually. Somebody is there, is speaking, demon, patia mic asa. We are giving demon what? Microphone. Mwambie, how many are you? 300. Brethren, take time to pray. Demons to leave 300. And the Bible says what? The devil does not speak the truth, and there is no truth in it. So devil akitaka hapa uwe hamuna time ya worship, atawafanyisha kazi ya uongo, maana nyinyi amewabrainwash. Munakemea, nasema tumetoka saa hii tuko 70, another 3 hours. Tukiangalia saa ni saa 8. Twende wapendo, msitoke, msiende, hapa ni kazi. Mapepo inawafanyisha ka amuza omba, amuza sikia neno, umesweti, umetoa makoti yote kule na maji kwa hapa ya kukunywa, mkikemea nini? Baba inasema tumebakiza moja. Nasema ni moja, brethren, tumefanya kazi. Moja lazima itoke. Ongeeni na kazi. Ongeeni, mpatieni microphone tena. Mapepo inasema tumerudi tuko 400 sasa. Ndaka hapo siku amwendi kwa class, amulali, amwendi kwa biashara, maana mapepo inaona au wajinga hawajui neno. The Bible says that Jesus never permitted them to do what? To speak. They knew who he was. Alikuwa na akakuongea mapepo na keep quiet. Praise the Lord. Hallelujah. Brethren, let us not do gymnastics ya mapepo hapa na kupatia mapepo microphone iongee. Not at my word. Mapepo nikwambia nyamaza, we know you. Get out in Jesus mighty name. And the moment you do that, lazima nasi sisi tuwe tumespend in the presence of God. I spend an hour speaking in tongues. Hallelujah. Sometimes even 2-3 hours in tongues. Si kimegwa ama kigua ama kijabu. Nikwambia hiyo ukifanya hiyo utachoka sana. Lazima unizae Mungu akuzaze. Hallelujah. Na saa hii ungeniambia
Nikiacha huduma saa hii, ni Mungu aliniuliza katika miaka ya 30 kuanzia huduma. Sasa what can I do now better? Nifanyie nikifanya nitafanya zaidi. Let me tell you, ama nitafanya vile sikufanya. Let me tell you, if I go back there like today, I'm beginning the ministry today. Let me tell you, I spend much time. What I will do, I will spend much time in the presence of God, in the presence of the Holy Ghost, and I spend less time with the people. But most of the time, we are doing vice versa. We spend much time with people and less time with God. Now, because I do spend time in Mungu, and they want to show that we have power, that's why we're going to give the demon mind. There are 7. Yes, 7. Hallelujah. Because we don't want to mislead people. They were beaten, all of them. Wakaanza kutoka ndani. Because waliambiwa Paul, we know him. Na Yesu ambaye anamhubiri tunamjua. Nyinyi mnakuja kutuambia toka pepo hapa. I pray that may God listen to that standard. Wewe ukienda kukiambia pepo toka ninakuslap na wewe ni nani? Maana unafanikishwa hapa Satan. Ndio siku hiyo utajua kuomba na kufunga. Inashika nywele yako inakutoa yote. Wewe muongo. Ulilala kwa nani? Wewe usini unakunywa pombe na twist hapa. Na ukiona mtu akianguka hapa unafikiria ni anointing. Na si anointing, alikula twist pale. Akanunua akaingia naye tukikunywa hapa na yeye anakunywa kama. Lazima mapepo itujue kwa majina. Come on. Lazima ukipita hapo katika ukienda kwa class na tufao yako tumapepo tutakuwa don't joke with that. Don't joke with that young man. He is anointed. He is full fire of the Holy Ghost. Unapitia hapo mapepo inakujua. Hallelujah. Ukipita kwa soko kama ni mama unauza hapo wanajua hapo. Na unaweka kawimbo hapo na cassette kanaimbaga hapo. There is power, wanawake power. Unaweka tuimbo ya worship, to praise, to kutisha mapepo. Unasemanga kuna wimbo unaimba pale. Nikifikia pale nachomeka. Hallelujah. I say hallelujah. Ukiingia kwa gari wakitaka kuiangusha haiwezekani. Because you are in that gari, lazima ifike Nairobi. Lazima ifike Busia. Lazima ifike Eldoret. Hallelujah. Shetani hawezi kuua as long as uko kwa hiyo gari. He can do absolutely nothing ukiwa kwa hiyo gari. Lakini ukitoka kwa gari he can do it. Lakini as long uko kwa hiyo gari, hata iende speed ya 200 km/h, you are safe. Somebody shout hallelujah. There is a pastor here in Machakos. He was coming to preach. Na akitoka kuhubiri kuna mahali ya brass spot. Magari huangukaga changa na kuua watu. Wachanga hiyo area wakasikana na madevil worshiper. Wakasema huyu pastor ni dangerous kwetu, anaomba sana, anainua kanisa sana, akompromise kama mapasta wengine, huyu lazima tumuue na gari yake. So walitana mkutano wa madevil worshiper na wachawi wakamngojea. Na hii mambo ni in the realm of the spirit. Mambo utokeanga katika ulimwengu wa kiroho. So walijua anatoka kuhubiri one of the camp. So wakasema hapa ndio tunamngojea, maana mkutano utaisha usiku, tutamngojea hapa. So as he was coming, kwa hiyo mteremko at a very high speed, akiteremka wakasema ndio yule, wakatokea sasa wafanye nini? Waangusha ile gari. Lakini juu ya gari waliona Angel Michael na malaika wengine wawili pande hii na hii. They were flying together with the car. They were flying together with the car. Walipomuona the Angel Michael na waganga na manemosi wakimbia, because they knew Angel Michael was dangerous to them. Then later, baada ya hiyo pasa kujua kile kinatendeka yeye,
akiwa kwa ofisi akisoma gazeti, wana sasa ya hapana, mimi naitwa so and so pastor kwa kanisa, kamwambia mimi nilikuwa ndio. Sasa pastor akaweka gazeti chini, akatoa Biblia. Sasa unajua hata ukiambiwa ni devotion kwa lazima utoe Biblia. Wachana na mambo ya gazeti. Akamwambia mimi nataka uniambie maana sisi kama tumejaribu kukuua, umeshindikana. Kila wakati tunapokuja malaika wanakuzimilia. Tulitaka kukuulia kwa ile black spot, tukaona Angel Michael akiwa juu ya gari yako akona feathers anafurahi. Tuambie ni siri gani? So akamwambia yule devil worshiper, akamwambia wengine tumeua, akamwambia like so and so, akampandia pastor fulani, bishop fulani, so and so, ni sisi tuliua. Hakuwa anakaa katika njia nzuri na tukamumaliza. Lakini wewe tumekutafuta, tumeshindwa na wewe kwa sababu ya vile unazingiliwa. Hallelujah. And this man is spent hours and hours in the presence of God. Na mimi naomba baada ya huyo devotion akaokoka na ndiye akashuhudia hivyo. Na mimi naomba ya kwamba na wewe watakutafuta ufike hiyo kiwango, you spend much time in the presence of God. Wakizalimu kukutafuta, alikuwa alone. Katika Exodus 3:4-6 alikuwa anaitwa nani? Moses. He appeared when the bush was burning but it was not consuming. And the Bible says Moses can draw closer kuangalia why the bush is consuming but is not burned. Na hapo ndio Mungu akamwongelesha, akamwambia toa viatu mahali huko ni patakatifu. Hapa tu jirani wetu. Praise the Lord. Na Mungu akamtokazea akamwambia, I am the God of your Abraham, I am the God of your father Abraham, and Isaac and Jacob. Kuwa na wakati na Mungu. Kuna mtu mwingine ambaye alitokezewa na Mungu pale katika 1 Samuel chapter 3:21. Nikimbie sasa. Then the Lord appeared again to Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word. Sometimes I read the word and I felt some steps in the house and I was shocked. Nikastuka kuangalia, nikaona there was nobody and I begin like crying because I heard the steps of this word. Ukiamuka na wewe unakuwa na kalamu unaandika, maana ukienda kulala tena utasahau. Unaandika hiyo, unaanza kusoma hiyo maandiko. Mungu anaanza kuongea na wewe kupitia maandiko. Hallelujah. Now, katika Luke chapter 6:12, maandiko yanasema verse 12, according to the word, and he continued all night in prayer to God. All night in prayer to, he was alone, Jesus. Na ndio unaona mambo inamchiwa. He continued all night in prayer to God. How many people can continue in prayer to God in the whole night? Weka kando yote, continue in prayer in God the whole night. Kama upati nafasi mchana, tenga wakati. I thank God for Tim and Peter and his team. Wamesema watakuwa naomba saa 9. Watakuwa naomba saa ngapi? Wanaomba saa ngapi? Mwingine amesema saa 7. Wewe ndio uko na noti ya saa 7. Wewe kama utashinda saa 6, omba saa 7. Saa 9 mpaka saa, that is the time the powers of the demons they operate. Wachawi na waganga. Na sasa hiyo ndio nyinyi mko kwa vitanda una snow. Sasa hiyo ndio nasema achilia mapepo ya kansa, achilia mapepo ya kifo, achilia hii mapepo, achilia hii mapepo. Wewe unalala au ombi, mapepo inaachilia. Begin from today. Iwa anasema hivyo na wewe unasema nitaamuka saa 9, hata nikiomba for 15 minutes ama 10 minutes ama 20 minutes, I go back to sleep.
utakuwa umeaffect kingdom ya shetani katika maisha yako. Na hiyo ndio imenisaidia miaka yote. Haleluya. Ikifika saa 6 mimi ni kama kwa kitanda nasikia kama nimetenda dhambi na kama si zaokoka. Oh, haleluya. Hizi vitu havitoki hivi, tunazitafuta bombani. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible says Jesus continued the whole night. Hakulala yeye, he continued the whole night in prayer to God. Hallelujah. May we continue the whole night in prayer to God. Ombea familia yenu. Msifikirie kama unaona hapo nyumbani ni ya kawaida. Iombee, futa maneno katika jina la Yesu. Mnaweza kuwa mnapakana na mchawi. Wewe ukilala kama mwingine, Isabel senior person, lakini amejitaya juice. Mke wake alikuwa ni rafiki wangu. Hallelujah. Akaniambia pastor, akaniita kwake. Mimi pastor karibu ni faint. Watoto wake wengine wako nao. Akaniambia ndio ninawaita kwa hii mambo ya kununua vyombo. Mimi nikilala usiku, nilisikia usingizi umepotea. Nikasikia kwenda kufungua curtain ya nyumba. Mimi kufungua nyumba ya curtain ya nyumba, nikakuta mama ana nguo. Na ni usiku wa manane saa 9, anazunguka nyumba yangu. Akaniambia pastor, mimi nisikia ni kama nimekauka, hata simu kuinua hata nikupigia siwezi. Akaniambia hata step moja kwenda kwa kutoka siwendi, hata yeye alikaukia hapo. Maana ni mtu anasema anaokoka lakini ni wandi anaenda ndani. Haleluya. Nikamwambia, akaniambia akaniambia hata simu singechukua, mikono ilikauka. Na sijawahi kuona mtu akiwa hana nguo na anazunguka nyumba yake akifanya hivi. Sasa hii wewe ndio unalala. Ukiamka unaanza kusikia mgongo, unaanza kusikia unauma na mchawi amelala kuzunguka nyumba yako. Hata hiyo tukiusu mwanao huku wanaanza kuzunguka hapo wachawi. Haleluya. Na unajua wachawi wa siku hizi wamesoma, wako na masters, wako na PhD. Usifikirie kama mzee utaona kwa siku hizi mapepo hata yeye imebadilika tu. Unafikiria unaona mzee ako na mvu, wale wanachoma sijui siku hizi wako na PhD. Siku hizi anakuja na frani. Siku hizi anakuja na gari. Na ni mchache. Ndio posha. Hallelujah. So, nikamwambia next time nikamfundisha jinsi ya kuomba. Hallelujah. Na Matthew 14:23. Wacha tumalizie about Jesus. And he ate multiply come on. And the multitude, listen here. Jesus, and when he ate multitude away, he went to the mountain by himself to pray. And now when evening came, he was alone there, like Jacob. Bible inasema Jesus had the multitude. In Matthew 14:23, he sent the multitude away. Akamwambia endeni wapi? Nyumbani. The Bible says when the evening came, Jesus was alone kwa msitu peke yake. Alone. Tell neighbor alone. Mwambie ukikuja kwa nyumba yangu siku utasikia sifungui usinisu. Sikukataa hata si nyama nilikuwa ninakula ama kuku nikakataa kukufungulia. Nilikuwa alone with my God. Maana unamwambia nilienda kwake nikabonga hakufungua na niliona alipitia pale akanunua kuku. Ni kuku alikuwa anakula ndani, si kuku, mwambie si kuku, si kanyama. I was alone with God. The Bible says that he was alone with God. Jesus sent the multitude away. Kuna wakati wale wanakuzingilia unahitaji waambie endeni sasa. Endeni. Then uache peke yako upige magoti mbele za Bwana. Uite mbingu kwa sababu ya maisha yako. Useme Bwana lazima mambo ibadilike. Mimi hizi ndoto Bwana lazima siondoke kwangu. Baba hii magonjwa lazima iondoke kwangu. Baba hii mateso ninapitia lazima iondoke kwangu. Lazima uombe katika jina la Yesu Kristo. Sikia hii nyingine katika Luke 5:16. So himself he often withdrew into the wilderness and prayed. Luke
5:16. He himself often ina means sometimes, wakati mwingi, he withdrew from people and he did what? He prayed. Lazima sengine usitoe kwa watu na uende ukaombe. Mbona mnanyamaza kama hamuombi? Nasema lazima usitoe kwa watu uende ukafanya nini? Ama kama unajua nikiwa hapa Embu Town, kuna pastor alikuwa masalibio sana kwa bishop na kuna kanisa kubwa. Na anipigie simu wakati mwingine. Na mimi niko kwa kanisa na hiyo sema siku ni ya kufast. Ndio naona simu yake. Na ni mtu akona vitu. Namba pastor, where are you please? Can we meet in this hotel? Na nikifika ananiambia no pastor. Nilikuwa leo nimeguzwa kukununulia kuku. Niambie. Na one time nilianguka kwa huo mtego na nikakula. Lakini mimi ongeanga ukweli. Na nilikuwa na njaa na nikakula. Lakini baada ya hiyo roho akaenda akanisukuma, kaniambia unapenda kuku, unapenda mambo ya kukula, unipendi sasa ndio unaona unang'ang'ana hivi, lazima usikie. Nikaanza kulia, nikaanza kutubu pale. Na baada ya hiyo akipiga, ninamwambia no. Niko kwa maombi. Na ana insist ni kama anatumona shetani. No. Usiomba all the time. No, Yesu alisema we shall eat the best. Na unajua ni mhubiri anajua maandiko. Maandiko yanasema we shall eat the best of the land. This is no, come eat the best of the land. Nasema no. That's why the book of James maandiko yanasema let your yes be yes and your no be no. Kuna mambo mengine lazima useme no. Twende kwa nyumba yangu saa 3 nimekupikia kaugali na omena mchana. Unaambia kijana no. Let your yes be yes and your no be no. Kuja unifulie nguo, kuja at least tuongee. Hallelujah. Let your yes be yes. Siniingia hapa kwa kitanda, just relax me and my brother. Unasema no. Hiyo si brother saa hiyo, si brother. Ingia kwa kitanda, mimi nipige ugali, just relax pale wewe, pilo iko hapo, unasema no. Mtego wa panya, ukamata waliomo na wasiokuwemo. Wewe unawindwa. Inaweza kuwa ni ndugu counterfeit, ni brother counterfeit. Sema haleluya. Mwambie pastor anaongea juu yako. Haleluya. Haleluya. Amen. Muulize utakuja kanisa tena. You shall know the truth and the truth shall set you free. When you are dangerous to the kingdom of the devil targets you. The devil targets you. He can do anything. Anaweza leta kakijana hapa kutoka Mombasa kwa ajili ya wewe. Na kakona pesa na kakona gari. Na kana tudevu ya nchap. Na wewe unafikiria hiyo tudevu tumedesainiwa heri. Maana wanajua mapendekezo yako. Shetani anajua unapenda tudevu tumeinuka. Kwa hivyo naenda kanafanya saluni tudevu tumeinuka, anasema shetani anamwambia fanya hivi, maana tunajua desire kama msichana haka ni tudevu tumeinuka. Kata kuja na takuanga baada ya kuaccomplish mission kamepotea. Utaacha ukilia peke yako. I say hallelujah. Na kanaweza kuwa kamebeba virusi vya ukimwi kana kuambukiza. Kanasema hizi madawa utakunywa siku zote. Ukiwa kwa ibada unapiga kona unameza. Shetani anakuambia kuvuka. Nafikiria ni vizuri kuvinywa. Uliza wale wanakunywa. Lazima ukule vizuri.
Shetani anakuambia nilikuambia. Alafu unaanza kulia. Sikulia, ni wewe ulisitakia. Lazima ukikaa hapa ukiwa unajua unapiga shetani, na wewe unakuwa mkali kwa shetani. Haleluya. Haleluya. Pigia Yesu makofi na sema glory to Jesus Christ. When you are alone with Jesus, Yesu atakuonyesha hiyo mambo yote kwa ndoto, kwa maono. Kabla hajakuja unajua haka ndiko niliota nako usiku. Unakaambia wewe kwa jina la Yesu, hiyo mipaka usipite. Mimi si kama wale wengine. Na unaanza kuongea na ndio tukasema mzazi unaanza kuongea lugha zingine. Lazima ukae katika ulimwengu wa kiroho. We don't want to lose anybody here in the church. Hatutaki anybody aende hell. Hallelujah. Tukimalizia hapa katika Mark chapter 1 verse 8. Katika Mark chapter 1 verse 8, Mark anasema, and in the morning having listened alone while before the day break, he went out, departed to a solitary place, and there he did what? He prayed. Who is that? Jesus. Yesu aliamuka asubuhi na mapambazuko, kabla jua zilizochomoka, saa 9, saa 10, anaenda huko faragani katika Mount Olives, anaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anafanya nini? Anaomba. Na sisi saa hiyo tuko wapi? Tunalala. Tunataka kuwa na meeting ya Yesu. Tunataka kuimba kama yeye. Tunataka mapepo itoke. Haitatoka, lazima tuamuke kwa vitanda vyetu. Especially hii ni kwa hapa sisi zote. Tuseme kuanzia saa 9 na saa 10 hakuna mtu wa kulala. Naomba ikifika saa hiyo anointing ile iko hapa kwa hiyo inawakosesha usingizi. Na ikikukosesha usingizi hapana kimbilia kwa hiyo mashine. Amen. Na kama simu itakuwa ndio shetani anaitumia kwako kila wakati, ati ni simu, hauwezi fanya hili. Naomba ukinunua hili inaanguka kwa maji. Nikunje hili inaanguka. Mpaka kusema hata nimekasirika nitakaa na hika mulika busi. Mpaka uingie kutafuta uso wa Bwana. Sema amen. Yesu asubuhi na mapema. Kama unajua unaenda kwa kazi, kwa biashara, angalia watu wa Nairobi. Nimerama sana kwa marafiki wangu Nairobi. Mbona mimi nikienda na kwa wewe ni mtu wa kutoka Ushago. Mtu ananiamuza kitambo saa 9 wanakunywa chai saa 9 usiku na wanaacha kuoga ikifika saa 10. Mbai saa 10 wanaondoka, wako njiani kwa sababu ya njaa na kwa mahali wanaenda kazi. Na hata tutoto hii twa pipi 4-3 tumeamuka na tumeoshwa. Na wewe unajua huko usako tumezoea kulala mpaka saa 2. Ukifika huko anaona wewe mtu umechanganyikiwa. Hallelujah. Na from that time ndio nilipata maono sasa ya kutafuta Bwana. Na ndio maandiko yanasema, look the way men look for silver and gold. Seek for God more than the way men seek silver and gold. All these people unaona they are market pale. Wengine wako Chuka, wengine wako wapi, matao ni makubwa. They are not doing anything. They are looking for silver and gold, pesa. Na haya maneno inasema kwamba seek God more than the way men seek for silver and gold. And you see whether God will not bless you. Hata hii masomo yote mnasoma hapa, ni bahari ya hii muende mkasiki wote silver and gold. Mweke biashara, mwandiko na makampuni, mkafanya 1, 2, 3 silver and gold. Na Yesu anasema kwamba seek for me more than the way men seek for silver and gold. May it be your portion in Jesus' mighty name.
Baada hiyo verse 36, baada ya Yesu kuomba the whole night, nimebakiza mbili so that we kuzimu wasi watastuka, watasangaa. They came na wako hapa. Yesu akamwambia wacha tuende ng'ambo ile nyingine tukahubirie wale wengine, maana kwa sababu hii ndio mimi niliku. Let me conclude to you by saying, when you seek God, the Bible says seek God and he will be found of you. Tafuteni Bwana na ataonekana kweli. Bwana akikuonekania, when the victory comes and the success comes, you need to be very careful. You need to be very careful. Leza hii yeye ni wanafunzi. Baada ya kumaliza hii masomo mnasoma, wengine mtakuwa ma-principal, ma-CEO, ma-governor, ma-MPs, mtakuwa watu wakubwa sana, ma-bankers, mtakuwa mna handle 200,000, 1 million per month, 3 million per month, mtapata ma-scholarship ya kwenda nchi za nje, mtakuwa unapata ma-dollars, mapesa mingi. When that money begin to come, you need to be very careful, because that is now Mungu anataka kuona kama ulikuwa real genuine ukimtumikia. Sasa unaweza kuwa unalia unamtumikia lakini ni shida. Hauna chakula, hauna mavazi, unajui kama utafanya wanturi, lakini when the money begin to come, that is the time unataka to prove to God that really I meant when I was serving you. Nikiwa mwanafunzi, nikiwa hata biashara yangu haina kitu. Hallelujah. Because hapa wakati watu wamekuja kutafuta Yesu na Peter amemwambia wako wengi, Yesu hakwenda kwa hao watu. He refused. Alisema no. Let's go to the other side, mahali hakuna watu tukawahubirie. Hallelujah. Sasa ikikuja hata hapa kwa hii kanisa, hii 3,000 tunasema tunajenga, pesa yaje kukuja mamilioni, magari, nini. Tunasema sasa tukahangeni hapa vyombo, nini, nguo, kukula, hatutaki kwenda nje. Na hatutaki kwenda balikiwa mnaibomoa yote, mjenge nyumba za mawe kwa wazazi wenu. Hallelujah. I say hallelujah. Wajana ni pesa wana wangeenda kununua whisky. Lakini wakihesabu ya whisky na ya kukula na ya kukula wanaona pesa itaisha. So wanasema afadhali nikae kanisani. Siku ile utakuwa na pesa na uko nazo peke yako. Wewe unatumikia Mungu na hizo pesa katika jina la Yesu Kristo. Sema haleluya. Na hiyo itakuwa haleluya. Haleluya. Watu wangapi wanadesire kukaa haleluya with God? Hallelujah, hallelujah. Yes, even me, I'm there. I desire to stay alone with God. Katika jina la Yesu Kristo, tunapoenda kuomba, naomba ya kwamba Bwana akuzungumzie. Na Mungu akukoseshe amani mpaka you set your time ili utakuwa alone with God. Set your time. Tena unapanga wakati wako. Hallelujah. Unasema desta. Unaweza sema wakati wa lunch time, mimi wakienda lunch time, niko hapa, sitakuwa naenda lunch, nitakimbia pale kabisa. Unakaa hapa unaomba for 30 minutes ama 1 hour, unakuja, unapiga magoti, unatafuta Bwana. Unasema hiyo masaa ya usiku sitabaraka, unazitengea wakati mchana, unakuja. Baada ya hiyo, utaona maisha yako kianza kubadilika. Amen. Hallelujah. Mimi nataka tuombe. Nyosha mkono wako. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya wote ambao wamesikia neno lako. Naomba Bwana ukawabariki. Naomba Bwana ukawaweke mzigo wa kukaa na wewe peke yao, wakiwa alone with you God, because we have seen this from you Jesus, that most of the time you are alone with your Father God. God, I pray, help them. Peter said the body is willing, but the spirit is weak.
Lord, I know they are willing, but the enemy might be fighting them that they may not spend quality time with you. Father, I pray, be with them, help them, keep them, oh God, fighting the battles they are fighting. They are fighting in Jesus' mighty name. All the powers, all the demonic altars in their family, which they are holding them, that they may not pray, they may not spend quality time with you. I break that spirit in the mighty name of the Lord. I set them free, Jesus. I pray, set them free, because whoever you set free is free and free indeed. I thank you for their life. I thank you for their parents back at home. I thank you for their siblings. I cover them with the blood of Jesus. I pray for the business people here. May you bless them. May you raise them to another new level in the mighty name of the Lord. Father, I pray the devil that are fighting with the church here, we bring them down in the mighty name of the Lord. They have no power. They are powerless. In Jesus' mighty name. Somebody say amen. Hallelujah. As we close our eyes, you are here. You are not born again. And we would like to give your life to Jesus Christ. Please, can you raise your hand as we pray? You are not born again. Ungependa kuokoka na unasikia Yesu akikuja siku kama ya leo, hauwezi ingia mbinguni. Anything itokee kwa maisha yako ukafe wakati kama huu, hauwezi ingia katika ufalme wa mbinguni. Nyosha mkono usione haya. Hauzaokoka. Nyosha mkono. I say nyosha mkono. No time remaining. The time is gone. All of us, we are born again. Can we give Jesus a mighty clap of praise?